namba, yani ile kwamba mtu kasema miaka 5 10 ngapi, ile inakuwa ni discrete, ni numeric lakini ni discrete. Discrete kwa maana ya kwamba ziko, hauwezi kusikia. Wakati mwingine kwenye age tuna count ages kwenye last birthdays, yeah. Hatuwezi tukasema mimi na miaka 5.5. Kwa hiyo hiyo ni namba moja. Kwa hiyo issue nyingine ni tunachoangalia ni kwamba zile zingine ambazo ni continuous, kwa sababu sisi tuna deal na issue ambayo inaitwa hazard ratio, ambayo nilikuwa ninaongelea. Naona issue ambayo tunaongelea hazard. Kwa hiyo inakuwa unapoongelea hazard inakuwa tunaongelea tuna test zile relativeness. Kwa hiyo ni muhimu variable zako kuwa kwenye categories kuliko zikawa continuous. Zikawa continuous zinakuwa make sense. Hapo umeshanielewa maana ya categorical? Ndio, tumekuelewa mwalimu. Yes. Haya, kwa hiyo tunaendelea upande wa pili, ni kwamba ulikuwa unavo run kwa mfano Cox regression ambayo ni semi parametric model. Hii ndo unaweza ukaandika tu st Cox ukawa na variable zako ukaziweka, lakini kitu ambacho nataka kuambia hapa ni kwamba itabidi niongeze hii kwamba nikianza na I dot, unaona result zinazotoka ni za nini? Inatoka ni ya female. Ukichukua I dot inamaanisha starter ina assume kwamba wewe umefanya ile first category kuwa reference variable, kuwa reference category. Ndio maana hapa imetokea result za female, inamaanisha imemashumu male ni kama nini? Male ni kama nini? Jamani, kuna darasa limelala mno, nakuwa mnanikatisha tamaa. Inamaanisha male anakuwa nani? Halo? Kabidi sasa niwaite majina. Catherine, male anakuwa nani? Patrick. Yes, reference. Sasa mbona msemi mnanyamaza sasa? Au na mimi Anakuwa kama reference. Sekea. The male is acting like a constant. Ina acting kama nani? Constant. Kama reference. Okay, nataka niamshe watu na watu sio unalalaje yani. Alina. Yes sir. Una shida gani? Mbona unanyamaza? Samir. Samir. Chonza. Catherine. Anyway, naona watu okay. Brighton. Devota. Yes sir. Sasa mbona muongei? Elvis. Yes sir.
Gabrieli, Yes, sir. Vest, Julius, Loveness, Loveness. Samir, unasema umeongea, si uwashe mic au? Oscar, Rachel, Yes, sir. Winnie, Vone. Kwa hiyo watu wengi wamewasha mic, wanaendelea kula maisha anyway. Yes, sir. Kwa hiyo tumalizie, naona maybe watu wanaona kama nafanya issue useless. No problem. Kwa hiyo tunafanya reference, lakini reference unaweza ukaamua. Kwa mfano unaweza ukaamua kuweka yote. Kwa mfano tuongeze variable res. Kila mtu anajua res ziko ngapi? Ziko sio almost 4. Kwa mfano nikianza I, of course unaweza ukaedit vyovyote. I dot ikaanza kabla ya res. Nikiandika, naomba leo washa mic azime. Kwa hiyo kwenye res ukiweka hivyo unaona hapa inakuja America, inakuja European, inakuja America, inakuja Asian. Sawa jamani? Ndio. Ndio. Tunavyoweka hivi ni tunaangalia tu ni regression kama ile ambayo tuliandika ile Cox, lakini wakati wa model interpretation kuna vitu vya kuzingatia. Cha kwanza, wakati una run ile model unatakiwa uangalie hii probability. Hii probability ndo ile ambayo hichi kisehemu cha kwanza kinaonyesha goodness of fit of your model. Na goodness of fit of your model tunaangalia hii probability, hii ndo p value. Tunaangalia hiyo p value kuangalia kama goodness of fit of overall model ni good au sio good. Lakini based on this, kwa sababu hii p ni ndogo, kwa hiyo tuna declare kwamba our model is good. Sawa? Ingekuwa iko above 5% tungesema model yetu sio good. Kitu cha pili, tunaangalia zile coefficient ambazo ni significant. Coefficient tunazoangalia ni significant tunazigunduaje? Tunaangalia kwenye kila individual category. Kwa mfano hii hapa. Kila individual category tunaziangalia zile ambazo zina less than 5%. Zina less than 5%. Kuna mtu anaweza akaniambia hapa zipi na zipi ambazo ni significant? Jamani, kama mjibu tunaahirisha klasi yani. Kila mtu atapambana kivyake. Utakutana navyo kwenye mtihani, utajua namna ya kujibu. Nimesema kwamba tunachukua tuna declare model. Tunaangalia overall model, lazima uangalie hii p value. Hii p value tunaangalia kama inakuwa ni less than 5%, tuna declare our model is good. The second thing, lazima uangalie ni factors zipi ambazo zina contribute kufanya hii model ni good. Utachukua zile tu ambazo zinakuwa na p value ambazo ni less than 5%. Nikauliza swali, zipi ambazo tunaziconsider hapa? Female. Tuna consider ambayo ni female. Nyingine? American. Lakini American, mbona umeumbuka huyu nani oxygen category ambayo ni? Yeah, oxygen category, yeah.
tunamconsider pia Americans, ndio? Ndio. Ehe. Kuna mtu anaweza akanielezea hii hazard ratio ya nani ya female tunamaanisha nini? Tulionyesha hadi darasani. Hapa tumepata 0.56 ngapi? Je, tunasemaje? Kwa sababu tulikuwa tunaangalia hazard ratio ni kwamba ni sawasawa na moja, ni ndogo kuliko moja, ni kubwa au sawasawa na moja. Tukasema zile ambazo ni ndogo kuliko moja, hizi zinakuwa ni less hazardous, yani ni kwamba wana less risky. Sawa? Lakini ili kujua kwamba wanakuwa ni how many less risky, tulikuwa tunasema lazima uchukue moja ugawanye kwa hiyo. Kwa zile ambazo ni ndogo kuliko moja. Kigawanya tunapata ngapi? Ukichukua moja ugawanye kwa hii 0. Chukua tu 1 divide by 0.57. Umepata 1.77, sawa? Kwa hiyo interpretation yake tunasema female are 1. Yani tunaangalia ile, yani wanakuwa na 1.7, let's say 1.78. Female are 1.5 of 1.78 times less, yani less hazardous, yani wako less, yani they have 1.0 less risky compared to men. Sio, umeshanielewa? Kwa sababu hapa tuna test relativeness. Ile ambayo ni sawa, ile ambayo ni kubwa. Hapa kumbuka, hapa tuko kwenye HIV. Wale ambao yani wako less, yani they have less risk compared to men. Kwa hiyo hapa tutakuja kwenye upande wa wale ambao wana ukimwi, those with HIV 1.0 less risk to die with coronavirus compared to wale ambao hawana HIV. Kwa hiyo HIV ni one of the risky factor, kwa maana yani ukiwa umepata corona afu na HIV, yani wewe ni rahisi kufa. Hapa tunaangalia tunaangalia kwenye oxygen level. Of course hii sio significant, ni significant oxygen level. Kwa hiyo kwenye oxygen level tunasemaje sasa? Kwa maana yenyewe kwanza ni ndogo, kwa maana ya kwamba kwenye oxygen level 95 and above, 95% and above, wanakuwa na less risk. Less risky how much? Itabidi uchukue moja ugawanye kwa, unaweza kugawanya 1 divide by 1 divide by 0.12, 0.11. Unapata ngapi? 9.1. Unapata 9.1. 9.1, si ndio? Yes. Yeah, kwa hiyo it means kwamba yani, kwa sababu hiyo inamaanisha ni kwamba wao wenye oxygen category 95 and above wanakuwa wana less risk, wana 9.1 less risk compared to nini, wale ambao wana oxygen less risk to die compared to die with coronavirus compared to wale ambao wana oxygen cut ambayo ni less than 95. Si hapo mmeshaelewa? Yes, Ndio. Kwa hiyo hii hapo unaweza ukaiona pia unapochora graph, unaweza kuona graph gani ambao wanaputika na, lakini pia kwenye model inakuwa ina demonstrate, yani kuangalia relativeness kwamba how many times wako less au wako high. Hapa hizi ambazo ni zenye more, unaona European. Kumbuka hapa race tumeweka hapa Africa, ni wote ni compare na Africa, kwa sababu sisi tumeweka ni I dot, kwa maana ya kwamba ukisema tu I dot unakuwa unamrefer yule wa kwanza. Lakini ukitaka kupata chochote unaweza ukaweka IB. Ukiweka IB unaweza ukaseti group lolote. Kwa mfano hapa tuna magroup manne. Nikiweka IB4 it means na compare na nani? Na compare na Asian. Nikiweka IB3 it means na compare na nani? Na American. Opo.
Kwa hiyo hata result zinakuwa zinabadilika. Uwezi of course IB4 tulikuwa tumeweka IB, inaweza ikawa ilianzia 01 kapi. Kwa tulipoweka IB3 tunaona kuna mmoja atakuwa ameondoka ile ASEAN. Unakuja kuona Afrika na Europe na America wote wanakuwa na high risk compared to, kwa sababu inakuwa ni Africa they are 2.4 times more likely to die with coronavirus compared to ASEAN. European ni 2.6, American ni 15 point. Unaweza ukaamua kwa mfano ukaweka IB2 wanakuwa ni Europe. Tuangalia hapa takuja nayo. Sasa takuja Europe. Anakuwa ni American. Kwa hiyo unaona hao wengine wote wanakuwa ni less likely compared to American. Utaona akiwa chini ni less likely, lakini less likely to how much lazima uchukue moja ugawanye. Kwa hiyo jamani, hapa kuna vitu vitatu. Cha kwanza ni kujua kwamba goodness of fit of model. Cha pili utaangalia zipi ambazo ni significant. Ukiona kama model yako ni good utazichagua. Unaona hapa tulivyo set kwamba ile iwe nani, hiyo European zote hizo hapa chini zimekubali, zinakuwa ni less than 5. Jamani, hapo na issue yote. Kama mtu hajaelewa aulize. Leo kaletewa swali kwenye mtihani ukaanza kung'aa macho. Na mtu hajaelewa? Unaweza kurudia kipande cha iko cha mwisho cha IB sijui. IB it means unataka kupata reference ya specific group kama itakuwa ni first, ni second, ni nini. Lakini tunapotumia I.2 inamaanisha reference group automatically inakuwa ile ya kwanza. Lakini ukisema IB2 inamaanisha una refer second group, IB3 is third group, IB4 ni fourth group. IB4 dot, IB2 dot. Is that clear? Yeah. Kama hii ni kwa mfano tunaangalia zile model ambazo ni for this case tunaangalia of course tumetumia ST Cox ikiwa inamaanisha hii ni semi parametric. Ile nyingine ni unaweza badala ya kutumia ST Cox unatumia XT unatumia XT-reg. XT-reg inamaanisha kuangalia, lakini inatumia XT regression kwa maana ya kwamba inakuwa ni specific kwa zile ambazo ni regression model. ST-reg hapa inasema may not be a factor. Dependent variable. Okay. Hii changamoto ya hii hapa ni kwamba unatakiwa uanze na dependent alafu anasema must specify panel variable xt set. Yeah. Hauwezi ukaifanya hii bila sasa kwa sababu hapa tulikuwa tunatumia xt set. Anasema the option allow unless a time variable is specified. What time tulisha specify? Sijui kwa nini nakataa, lakini tulisha specify time. Niangalie labda sisi tuna shida wapi, lakini tutakuwa kwamba tusipate hiyo shida kabisa. Anyway, tunaweza
tunaweza tukatumia hiyo option, na anyway badala ya kutumia hizo xt tunaweza tukaendelea tu kutumia st regression. Ngoja tuangalie hapa tunakosea hapo. Unaweza unafungua start number. Tunaweza tukaendelea badala ya kusema xt tukaendelea na st tu bado ikaleta, lakini changamoto hii lazima uwe na kutumia st regression. Sio lazima uweke outcome kwa sababu tulisha set outcome na time. Kutumia xt inaweza ikatuletea shida. Umeona tulivyotumia st, bado kuna mtu ameona message kwamba usiogope hivi vinani vyekundu ambavyo vina pop. Inamaanisha kwamba ina pop ikiwa inakuhitaji wewe uweke distribution. Kwa mfano hapa nikaandika distribution, inaleta nini? Inasema ni unknown distribution. Lakini pia naweza mtu anajua Weibull inaandikwaje? Ni double L au ni single L? Of course ni single L, kwa maana ya kwamba unaweza ukaweka, kwa mfano inaweza ikawa ni st regression. Huku kwingine sitaki kuvielezea kwa sababu almost vitu vinakuja vile vile. Ni kwamba tofauti ya semi parametric na parametric ni kwamba hizi zinakuwa zina base kwenye distribution. Tulikuwa yaani ukishamaliza ukasema st, of course ni st regression, of course ni kwa maana ya st ni survival regression, ambayo inakuwa unaweka hizi i nini kama ilivyo, lakini tofauti ni kwamba hapa lazima tunakuwa tunaongeza distribution. Kuna mtu ameelewa? Lazima ukimaliza mwisho wa ile model, hapa tulikuwa tunatumia tofauti, ilikuwa ni st cox, lakini hapa tunatumia st regression, na huku mwisho lazima tutumie d distribution, afu unafungia distribution. Lakini maybe hapa kuna vitu ambavyo hatuvioni, nitaonyesha. Kuna kitu ambacho nitafanya hapa alafu tutaangalia, kwa maana ya kwamba tuna distribution let's say 3. Tunataka kujua kwamba best model inakuaje. Ili kutaka kujua best model inakuaje, tunatumia maybe zile Bayesian. Kuna mtu anafahamu Akaike information criteria na Bayesian information criteria? Umeshawahi kuzisikia hizo? Hapana. Nyie mko mwaka wangapi? Hamjasoma ST, hamjasoma statistical inference? Ilikuwa ni option. Yes, soma. Vitu kama hivyo mnatakiwa msome, kwa sababu sasa mmesoma course gani nyingine? Anyway, sasa sijui. Of course niseme tu hizo ni criteria, ni decision making criteria. Yaani ukiwa unataka kufanya criteria 1 au 3. Kwa hiyo ni muhimu ukajua hizo decisions zinakuwa zinaendaje. Kwa hiyo hizo ukiwa na model 2 au 3 lazima uwe na decision making criteria ya kuselect the best model. Sasa sijajua kama mjasoma hizo zinakuwa ni ngumu, lakini anyway tunapofanya model comparison tuna issue nyingi. Tunatumia root mean square error, tunaangalia errors ambazo ziko produced na zile model, lakini pia tunaangalia wakati mwingine hizo Bayesian, kama mmefanya time series model nyingi zinatumia hizo Akaike. Kuna Bayesian information criteria zile ambazo zinakuwa na less Bayesian au less
Akaike information criteria, ndio tunaziconsider kama best model. Sijui umenielewa, ambayo inakuwa na less either Bayesian au kama umebase on Bayesian information criteria au Akaike ASC. Kwa hiyo tunachofanya hapa ni kwamba hii ya kwanza tumerun ikiwa ni nani ikiwa ni Weibull. Alafu ya pili tunaweza tukarun ikiwa hapa tunabadilisha tu. Ya pili ilikuwa ni exponential. Tukiangalia hapo exponential, matokeo yatatoka pia. Yaani unachofanya ni kuchange tu hapa distribution. Ya tatu tulikuwa tunaangalia, kulikuwa na Gompers. Kuna Gompers au nini? Log nini na hicho? Eti Gompers inaandikwaje? Umeandika vizuri? Ina E, yes. Ina E. Wapi? Hapa katikati. Inakuwa na E nini? Of course Gompers ya ina E hapo, nilikuwa najaribu. Inakuwa na matokeo yake. Unaweza kaangalia na hizi likelihood na nini. Lakini unaweza kuona kama matokeo almost yanakuwa yanafanana na constant. Ukiangalia huko juu constant yake ilikuwa ni, of course kuna some sort of variation. Lakini mimi naweza nikawasaidia kitu kimoja. Kwa mfano hii ni Weibull. Hizi kuna option ya kuzisave kama document. Umeona nikianza hapa kabla nikaandika na as doc, lakini hizi as doc lazima uinstall. Yaani okay, na installation ni SSC install. Yaani ukiwa unataka kuinstall chochote kwenye starter, alafu unataka kuinstall as doc, na hisi mimi sina. Unaandika tu SSC install as doc. Lakini lazima uwe na mtandao wakati unafanya hivi. Umeona itarani hivyo, inasema checking as doc consistency and verifying not already installed. Shasema hivyo itafanya installation hapa, ikikamilika ita stop. Sijajua kwa nini inachukua muda mrefu. Inaweza ikawa network iko chini, lakini tumia wifi. Sijajua kwa nini iko chini. Kuna mtu anajaribu kufanya hivi ninavyofanya huko? Au anyway, sijawapa data. Baada ya hapa nitawarushia data. Jamani, mpaka hapo kuna mtu ana shida, lakini naona inachukua muda, sijui kwa nini. Au nimesha start. Sipo 90 hapo inaonyesha.
Sio. ina install iko 90 hapo Okay, inaonekana. iko tayari. Kwa hiyo installation iko complete. Hii wakati mwingine hauhitaji kusuffocate sana. Hizi result unavyo, yani kila kabla ya command yote, kwa sababu iko successful, naweza nikipiga doc tu zinakuwa zinaenda kwenye document. Unaona hapa tayari zinakuwa zina create. Na document gani? Ni sehemu ambapo ulifungulia hizi data, kwa hiyo zitakuwa zinaenda kule. Kwa hiyo tumeanza web, unaweza ukaanza doc hapo ukasema doc st session. Nikirun na hii pia itaenda kule. Tulikuwa tumerun nyingine ambayo ni Gompers Kwa hiyo tutaandika na yenyewe as doc. Nataka kuonyesha kwamba zile information criteria zinakuwaje. Lakini interpretation ni kama vile vile. Ya kwanza tutaangalia goodness of fit hapa. Hizi zingine sirudii tena kwa sababu tunakuwa ukitaka hizi zisiwe na coefficient unaandika nor has. Nasema nor has, not allowed. Nor has inakuwa ukisema nor hazard inataka iniletee coefficient lakini hazina hiyo. Naona inakuwa inakataa lakini nikija kufungua hii, kila mtu anaona hizi distribution inakuwa Yes. yaani mimi nimezi extract. Unaona zinavyojipanga vizuri. Kwa hiyo yaani unakuwa hata wewe wakati unaandika ripoti au nani sana. Lakini issue ambayo nilikuwa naongelea, unaona huku inaleta nini? Inaleta nini? Inaleta AIC. AIC ni kuze. AIC ni Akaike Information Criteria. Hapa ni 436. Ukiangalia hii moda ya pili na Akaike ya 500. Na hii nyingine na 512. Lakini sisi of course tunaona moda ambayo imeperform vizuri ni yenye web distribution. Kwa sababu gani? Yeye imekuwa na Akaike Information. Sawa jamani? Ndio. Okay. Kwa sababu hapa tu explain hizi model nini tulishasoma. Tutajua ile kai ndio key value. Kwa hiyo unapo extract mtu anakuwa anaenda anaangalia report au papers, umeshajua mambo ya papers ni nini. Naangalia article mbalimbali ambazo ziko published lakini unaona zinakuwa na high quality. Ukitoa hapa imaanishi hapa ndo mwisho, unabidi uende uirende kazi. Mtu akiona umepresent output zako zinakuwa very superb. Hizi issue nyingine ni techniques za report writing na vitu vingine, lakini nimeamua kuextend kuongelea hadi ya mambo ya Akaike, compare model based on different distributions, ambazo hizi ni zile ambazo ni parametric model. Yani parametric proportional hazard model, parametric pH models ambazo zina base kwenye distribution tofauti. Kwa hiyo hii ni parametric. Semi parametric tuliangalia ni ile Cox. Tofauti ya Cox na hii ni kwamba hii it has to follow some distribution. Lakini kujua kati ya ipi ambayo ni best distribution, tumeangalia namna ambavyo tunazichange distribution. So kufikia hapo mimi maybe nitoe room ya maswali. Afu nikishaniuliza maswali basi can call on it. Karibuni. The best way ya kuangalia goodness of fit ni kwa kutumia AIC au which factor? Unasema? Yes, sir. The best way
identify model ipi ni best model, tunatumia AIC au hiyo ulosema mwanzo hii? Of course nimekuja kugundua nikirun huku inanipa kaike. Kwa hiyo hainipi Bayesian. Ile Bayesian nilitaja, unaweza ukarun model zingine zikakuletea Bayesian, lakini hii hapa imeleta kaike information criteria. Kwa hiyo Akaike huyu ni Mjapani, kwa hiyo mnaweza kama mnataka kumsoma mnaweza kumsoma, lakini criteria yake ni kwamba ile model ambayo ina less Akaike ndio inakuwa na best, inakuwa best model. Sijui nimekujibu. Yeah, nimeelewa. Criteria zipo nyingi, kuna Bayesian, kuna Schwarz Bayesian, ziko kibao, lakini kwa hii case tutumie Akaike. Mwingine nilichogundua watu wamewasha tu, mtu kawasha zake huko anakula anatembea na maisha yake mengine, hasikilizi. Lakini mimi niwaambie tu hivi vitu vitatoka kwenye mtihani, kwenye first part. Sorry sir. Unaweza kauliza swali? Naomba niulize. Kwa mfano kama utapewa data real labda kutoa hizo watu wanaokufa kwa corona. Kwa utakuwa guided utumie model labda ni parametric models kufanya, au utafanya zote afu uje compare ipi ambayo ni more model on those data? Of course inategemeana. Kama unasema kama unatumia parametric, it means lazima uangalie model gani ambayo ni best kwa kutumia parametric kwa kutumia hii criteria Akaike. Lakini kwa kutumia Cox unakuwa hauna comparison kwa sababu ni just a single model. Kwa unaweza ukafanya approach zote za semi-parametric na parametric afu uje inawezekana compare kwanza kwa model zote tofauti given that zimetoka ni semi-parametric au parametric. Hauwezi kwa compare, yani single model na compareaje? Comparison inakuja pale ambapo una several model. Sababu kwenye parametric tuna several model based on distribution. Ndio maana tunapata ile room ya kufanya comparison. Lakini ukitumia tu just Cox regression. Au tunaweza tukaangalia hapa. Kwa mfano tulisha run ile Cox. Tunaweza tukaamua kuangalia labda ile Cox ST Cox, lakini sasa hiyo na variable zile. Anyway, mimi hapa nimejaribu tu, lakini hii azao kungoja kwanza nifunge nifunge ile file nisiyote, kwa sababu ili file likiwa open na uwezi ukarun. Hiyo ni issue nyingine ambayo yani nataka kwa precaution. Kwa mfano hiyo doc inakuwa ina run tu pale, ile file ambalo limeenda kule liko closed, otherwise itakuletea error. Kwa mfano nimekuja kuongeza ile model, itakuja kuongezeka huko chini. Unaona hapa ukirun ile single inakuletea nini? Kuna mtu Yeah, imeleta Bayesian. Imeleta Schwarz Bayesian. Of course ni Bayesian criteria. Kwa kumbe hapo unaweza kuangalia kama of course sio Bayesian tu, imeleta mpaka na Akaike. Sijui umeona? Ndio tumeziona zote mbili. Yeah, mimi sijaingiza variable ambazo maybe nimeingiza variable tofauti, lakini ni kwamba kama zote zinaweza zikawa sawa kwa hizi model, kumbe unaweza kufanya comparison kati ya ile semi parametric na parametric ambayo ina perform. Lakini kwa sababu ile parametric yenyewe inazalisha Akaike, kwa hiyo comparison utafanya based on Akaike and not Bayesian.
Sijui umeshaelewa? Hiyo Ndio. sawa. Kwa maana hiyo unaona hii hapa iko 1700 ile iko 500, yani zile parametric ziko far better yani. Is that clear? Yeah, it's clear. Yeah, it's clear. Kwa hiyo basi kufikia hapo mimi ni kama kuna swali lingine kauliza afu kalala. Kwa hiyo mimi kama kuna swali lingine, kama kuna mtu ana swali kabla sija conclude. Hakuna? Test ina cover topic 1 na 2 au Zote mbili. Naweza nikaepuka hivi vitu vyote viwili. Kwa hiyo itakuwa Alhamisi, nahisi tutafanya masaa hadi 1 hour. Tutafanya test ya hizi, tutafanya test pia za kila mtu awe ready. Tutafanya test 1, tutafanya this week afu next week ataingia Dr. Nziku kwa ataendelea na nyie. Mimi nitakuwa nimefikia mwisho baada ya test. Labda kama kuwe na issues ambazo zitakazotokana na test. Lakini I still insist watu wafike kufanya test. Hakutakuwa na test nyingine, kwa hiyo this is miss, sina muda wa kutunga test nyingine. Kwa hiyo kila mtu hakikisha na pia. Ndio ni namba 1. Namba 2 ni kwamba of course nimejitahidi, yani mimi nafika nyumbani afu naingia tena kwenye laptop. Nakuta hata sijala dinner, lakini all ni kuhakikisha kwamba nyinyi mnapata knowledge, lakini nashangaa mnamdiscard watu 37 tu ndio wamejoin. First rep iko wapi? Au naye kasingia? Nipo. Naona turnout ni ndogo. Watu wana shida gani? I think kuna few wenye connection problems. Otherwise kuna mmoja anayejua ambaye hajisikii vizuri. Wengine sijui. Okay. Basi. Maybe unaweza ukashare email yako hapa hivi. Hapa hivi au personally? Hapa. Share email hapa. Sasa sijui nyinyi mtashare vipi na wenzenu huko. Okay. Unaweza ukashare kwenye chat box.